jinsi watawala wa Irani walivyojenga mfumo wa kuwaweka madarakani. Imeandikwa na Lazaro Edward na kusimuliwa kwako na Baltazar Joseph. Tuanze. Wataalamu wanasema muundo wa mamlaka ya Irani umewezesha utawala huo kustahimili misukosuko ya mara kwa mara. Zaidi ya miongo minne baada ya mapinduzi ya mwaka 1979 kuwaleta watawala wa Irani madarakani, sasa wanakabiliwa na wakati mbaya zaidi kuwahi kutokea. Mashambulizi ya pamoja ya anga ya Marekani na Israeli yamemuua kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei na makamanda wengine wakuu wa kijeshi, pamoja na kuharibu miundombinu muhimu. Marekani na Israeli zote zimeashiria kwamba zinataka mabadiliko ya utawala na kuwatawala wa Irani kupindua serikali yao. Hata hivyo, wataalamu wanasema uongozi wa Irani kwa kukusudia umetengeneza utawala wenye nguvu wa kudumu na ambao hauwezekani kupinduliwa kwa urahisi. Lakini nini kimewezesha udhabiti wake, na ni tofauti gani na nchi zingine za Mashariki ya Kati? Ni muundo wa utawala wenye uwezo wa kubadilika na kudumu hata wakati wa uongozi wao umesambaratishwa. Siku ya Jumapili, Mojtaba Khamenei, mtoto wa Ali Khamenei, alichaguliwa kama mrithi wake chini ya wiki mbili baada ya baba yake kuuawa. Anatarajiwa sana kuendeleza utawala wenye msimamo mkali wa baba yake, utawala wa kiimla. Wataalamu wanahoji kuwa tofauti na nchi kama vile Tunisia, Misri na Syria ambako viongozi walipinduliwa, Irani imeweza kukabiliana vyema na mitikisiko ya nje ya aina hiyo kwa sababu ya vyombo vyake vya usalama vinavyoendeshwa na itikadi. Badala ya kufanya kazi chini ya udikteta wa kawaida unaohusisha mtu mmoja, Irani ina utawala wa kiimla wenye kujumuisha watu wengi, muungano kati ya wafuasi wanaoamini uongozi wa Uislamu katika siasa na utaifa wenye msimamo mkali wa Irani, anasema Bernard Houroukad, mkurugenzi wa zamani wa taasisi ya utafiti ya Ufaransa yenye makao yake Teherani nchini Iran. Mamlaka imegawanyika katika vituo vingi, vyombo vya kidini, vikosi vyenye kujihami na sehemu kubwa za uchumi, na kufanya kuwa mfumo mgumu zaidi kuuangusha kuliko udikteta wa kiongozi mmoja. Mashirika mengine yenye nguvu ni pamoja na baraza la uongozi ambalo linaweza kupiga kura kwa ajili ya sheria na wagombea wa uchaguzi. Hii inapunguza zaidi ya uwezekano wa kundi lolote kuanzisha pingamizi kubwa dhidi ya serikali. Wakati Irani inachukuliwa kwa kiasi kikubwa kama utawala wa kiimla, inatoa fursa kwa Wairani ya kupiga kura katika baadhi ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa rais. Hata hivyo, mchakato huo unadhibitiwa kwa ukaribu na wagombea wanachunguzwa na baraza la uongozi kwa vigezo, ikiwa ni pamoja na kujitolea kwao kwa Jamhuri ya Kiislamu. Jukumu muhimu la kikosi cha Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Taasisi hiyo hutoa kanuni za msingi zinazodumisha mfumo wa kisiasa, na kikosi hicho cha usalama kinaonekana kuwa chenye nguvu. Kikosi cha Islamic Revolutionary Guard kinafanya kazi pamoja na jeshi la kawaida na mara nyingi huchukuliwa kuwa ndio msingi wa utawala, anasema Houroukad. Zaidi ya jukumu lake la kijeshi, taasisi hii imekuwa na nguvu ya kisiasa na kiuchumi yenye maslahi makubwa ya kibiashara na ushawishi kupitia wanamgambo wa Basij, shirika la kujitolea. Muhimu zaidi, vikosi vya usalama vimebakia kuwa na umoja licha ya machafuko ya mara kwa mara. Boussousi anaunganisha uaminifu huu na itikadi. Utamaduni huu wa kufa kama shahidi miongoni mwa Washia, yani wafuasi wa moja ya matawi mawili makuu ya Uislamu, na ndani ya makundi kama Hamas na Hizbullah, yanachukuliwa kuwa sehemu ya kazi, anasema naibu waziri wa ulinzi wa Irani Reza Tlaibani. Hivi karibuni alisema katika mahojiano ya televisheni kwamba kila kamanda wa IRGC
ana mrithi aliyeteuliwa wakiwa safu tatu chini yake ili kuhakikisha mwendelezo. Kasra Arabi, mkuu wa utafiti kuhusu jeshi la Irani wa shirika la United Against Nuclear, anasema muundo wa Irani uligatuliwa uliotokana na mafunzo kutokana na kuanguka kwa vikosi vya Irani mwaka 2003 wakati wa uvamizi wa muungano unaongozwa na Marekani. Ikiwa utawala utasalia, anaamini jeshi litakuwa na jukumu muhimu zaidi. Mitandao ya ufadhili na mshikamano wa wasomi. Sehemu kubwa za uchumi wa Irani zinadhibitiwa na mashirika yaliyounganishwa na serikali kama vile Bonyads, shirika la hisani ambalo limebadilika na kumiliki maelfu ya makampuni katika sekta mbalimbali za uchumi. Mitandao hii inasambaza kazi na kandarasi kwa maeneo bonge ambayo ni waaminifu kwa serikali. Himaya ya biashara ya IRGC ikijumuisha muungano wa Qatam Al-Anbiya inaimarisha mfumo huu wa ufadhili wa biashara. Ingawa vikwazo vya magharibi vimeathiri uchumi mpana zaidi wa Irani, mitandao hii inasaidia kuwaweka wasomi wakuu na kulinda hisia zao katika kuendelea kwa mfumo huo. Wataalamu wanasema, kulingana na Bosousi, mfumo huo ni thabiti kiasi kwamba ni vigumu kuona kasoro zozote. Itikadi na mapinduzi yaliyoleta mabadiliko. Dini pia ina nafasi kubwa katika kuhifadhi mamlaka. Mapinduzi hayo yaliunda mtandao wa kudumu wa taasisi za kidini, kisiasa na kielimu ambazo zinaendelea kuunda mtazamo wa ulimwengu wa serikali. Muundo huu wa zamani sana, wenye nguvu kweli wa itikadi, wa urasimu wa kiutawala, unafanya mfumo kuwa imara, anasema Bosousi. Itikadi inakuwa kama chanzo halisi cha umoja, wito na usajili. Wairani wanaruhusiwa kupiga kura katika baadhi ya chaguzi, ikiwa ni pamoja na uchaguzi wa rais. Hata hivyo, mchakato huo unasimamiwa vyema, huku wagombea wakichujwa na baraza la uongozi la utawala huo kwa vigezo vikiwemo kujitolea kwa Jamhuri ya Kiislamu. Upinzani uliogawanyika. Kihistoria, upinzani wa Irani umesambaratika. Wanajumuisha wana mageuzi, wafalme, vikundi vya mrengo wa kushoto, vuguvugu la wanaoishi nje ya nchi kama vile Baraza la Kitaifa la Upinzani wa Irani na mashirika mbalimbali ya kikabila. Mgawanyiko huu umedumu kwa muda mrefu, anasema Eli, mshirika mkuu wa sera katika Baraza la Ulaya la Mahusiano ya Kigeni, taasisi ya wataalamu ya Uingereza. Baada ya mapinduzi, mjadala kuhusu kuunda vyama vya siasa uliwekwa kando, anasema, kwa kiasi kikubwa kutokana na Irani kuingia katika vita na Iraki mnamo mwaka 1980 ambavyo vilidumu kwa karibu miaka 8. Eli anasema, katika nyakati tofauti, wapinzani wa makundi mbalimbali ya msimamo wa wastani yametengwa, kudharauliwa au kufungwa na taasisi za utawala na makundi yenye misimamo mikali. Kwa miaka mingi kumekuwa na vuguvugu kubwa la kupinga utawala huo, kama vile vuguvugu la kijani la mwaka 2009 na maandamano yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amini mwaka 2022. Lakini maandamano hayo yalikosa uongozi thabiti na yalikabiliwa na ukandamizaji mkubwa wa serikali. Hata hivyo, wimbi la hivi punde la maandamano mwaka huu na mwaka jana lilifuatia wito na mwana wa marehemu Shahi aliye uhamishoni. Siku ya utekelezaji duniani, yani Global Day of Action. Irani pia inaendesha mojawapo ya mifumo ya uchaguzi wa hali ya juu zaidi katika kanda, yenye kuzima mtandao mara kwa mara, ufuatiliaji unaowezeshwa na AI na vitengo vya mtandao vinavyolenga wanaharakati nje ya nchi. Tahadhari ya umma na kwa nini wanasambaratika. Kwa miaka mingi, Wairani wengi walisita kushinikiza mabadiliko ya utawala baada ya kushuhudia kusambaratika kulikochangiwa na uingiliaji kati ulioongozwa na Marekani nchini Afghanistan. Wairani wengi walisita kushinikiza mabadiliko ya utawala baada ya kushuhudia kusambaratika
kulikochangiwa na uingiliaji kati ya ulioongozwa na Marekani nchini Afghanistan na Iraki. Eli anasema, akiongeza kuwa matokeo ya vuguvugu la Waarabu yalizidisha tahadhari, lakini anasema hili sasa limebadilika, huku Wairani wengi wakihisi kuwa serikali haiwezi tena kutoa mahitaji ya kimsingi kuanzia ajira hadi maji safi, huku wakiongeza nguvu ya kikatili kukandamiza upinzani. Ukandamizaji wa kikatili wa Januari dhidi ya wimbi jipya la maandamano, ambapo maelfu waliuawa kufuatia baadhi ya maandamano makubwa kuwahi kuonekana nchini, uliharakisha mabadiliko haya. Anaongeza, Hawked inasema kuna pengo la kiumri kati ya Wairani na mtazamo wao wa kiserikali. Wairani wenye umri mdogo, ambao wengi wao wameelimika sana, wameunganishwa kimataifa na kushawishiwa na mitandao ya kijamii, wanaoukataa utawala huo wakiuona kuwa ufisadi, dhuluma na usio na umuhimu kwa matarajio yao. Anasema kila utawala hatima yake huanguka. Mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli yamelenga maeneo muhimu ya miundombinu nchini Irani. Wachambuzi wanasema kuwa serikali za kidikteta huwa zinaanguka wakati hali tatu zinapotokea kwa wakati mmoja: uhamasishaji mkubwa wa watu, mgawanyiko katika uongozi na kujiondoa kwa vikosi vya usalama. Wataalamu wanasema kwamba zamani Irani mara nyingi ilipatikana na hali ya kwanza, lakini sio hali nyingine mbili. Hawked anaamini mwisho wa Jamhuri ya Kiislamu ni jambo lisiloepukika, lakini sio karibu. Kila utawala hatima yake huisha. Swali ni wakati gani? Kila utawala hatima yake huisha. Swali ni wakati gani? Anasema kuwa kifo cha Khamenei kilikuwa pigo kubwa kwa utawala. Hakutakuwa na mwingine kama yeye. Mbadala wake hautakuwa na mamlaka ambayo Khamenei alikuwa nayo. Lakini Bousousi anasema kuanguka kwa Jamhuri ya Kiislamu ni jambo lisilowezekana kabisa. Iwapo itatokea na kuchochewa na uingiliaji wa kijeshi wa kigeni, kinachofuata kinaweza kuwa kibaya zaidi. Anasema awali Trump aliliambia gazeti la New York Times kwamba hatua ya Marekani ya kumkamata rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro ingekuwa hatua mwafaka kwa Irani, lakini Bousousi anasema kinyume chake kinaweza kutokea, kama huko Korea Kaskazini ama Cuba. Kuimarika kwa msingi mgumu. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hii ni Traore, mkombozi wa Afrika.